Raila Odinga alisaliti Kalonzo. William Ruto president alikusaliti. Raila Odinga akija kwenu hamuogopi wasaliti? Yeye ni Mkenya, tunamkaribisha. Lakini sisi sio wajinga. Sisi tumesalitiwa hapo mbeleni, tunajua. Sisi tuko macho, sisi hapana wajinga. Hata kama hatujasoma sana, tuna PhD. Ile maneno, ile masomo kidogo tuko nayo ni ya maana. Najua huyu rais anatudharau sana. Dharau wa Kenya, sema hakuna PhD, hakuna nini. Lakini ukiangalia hii PhD yake, ile shimo ameweka Kenya, unashindwa hii PhD ni ya kazi gani? Hata Wakenya wanasema hii PhD hatutaki mtu kuna PhD tena. Kwa sababu yule hapo na PhD amezamisha mambo ya afya. Mambo ya university education imezama. Gharama ya maisha ndio hii. Watu nasema kama matunda ya PhD ni hii, msiletee mtu hapo na PhD. Sasa ndio naogopa hata Kalonzo anaweza sema mambo. Hii PhD inaweza sababisha Kalonzo. So pia amesoma vizuri sana. Lakini tunasema sisi hatujasoma sana. Hiyo rais anasema. Lakini ile masomo kidogo tuko nayo. Na ile maarifa kidogo Mungu ametupatia, tuko rada sana. Hakuna mtu anaweza kuja kutuharibia ama atuchenge. Raila akitaka kuja atakuja, tutaketi naye, tunamjua, tunamuelewa. Tunaona vile tunaweza kaa na yeye. Lakini ninataka kuhakikishia wewe, we are wiser. We are very clear. We are very alert that nobody can play around with us. And the formation hii yetu ya kuokoa Kenya, lazima tukue waangalifu zaidi. But we are saying he's a Kenyan. If you want to come, we are open for discussion and we can work together. Kiasi, kuna hili swala la impeachment kwa sababu ililetwa. Umesema hata unafurahia sasa umekuwa maarufu zaidi the impeachment. Na wewe kutolewa kwa serikali imeaffect aje familia yako, maybe biashara pia? Nimekusikia kuna mahali ulisema maybe watoto wako mahali walikuwa wanafanyia biashara ulikuwa na tatizo. Hii impeachment kufikia sasa na venye unaendelea kupinga serikali, kwa sababu kila siku Wakenya wakisikia Rigathi Gachagua anaongea kama saa hii, najua walikuwa wanangoja sana wasikie unasema nini. Wanapata kitu mpya kutoka kwa kila siku ya serikali ilifanya vibaya nini. Wakenya wanatarajia sana uendelee kuwapea maybe kuambia venye serikali imefanya mambo vibaya. Hauogopi ukiendelea kupinga hii serikali venye unaipinga na bado unadai kuna maybe kuna repercussions zinakuja familia yako pia, mambo ya biashara? Hauogopi? Ndugu yangu, nchi inazama kwa sababu ya waoga. Mimi si muoga. Mimi ni mzalendo wa Kenya na nimejitolea. Na hakuna mwanaume atakufa kutoka asubuhi mpaka jioni. Mwanaume atakufa tu mara moja na kuzikwa na maisha kuendelea. Mimi nimejitolea. Rais anifanyie vile anataka. Akitaka kuniua aniue, hakuna shida. Kenya itaendelea. Na hata akiniua ndio itaharibika zaidi. Wamenihangaisha sana na familia yangu. Watoto wangu wamehangaishwa sana na rais. Mwenyewe ndio anatoa agizo. Pahali walikuwa wanafanya biashara wamekaa karibu mwaka 7, wametafuta ile mwenye hiyo building, wamemtisha afukuze watoto yangu, wamefukuzwa. Na ni sawa. Ile tu tunashangaa ni kwa nini rais anapigana na watoto. Gen Z ameteka nyara, ameua. Watoto ya Rigathi anahangaisha. Kwa nini unapigana na watoto? Najua kikwetu hata kama iko vita, unapigana na mwanaume mwenzako. Upigane na wamama na upigane na watoto. Sasa unaona anapigana na Chief Justice huyu Martha Koome. Anapigana na watoto ya Rigathi Gachagua, anapigana na watoto ya Kenya. Tunataka kukuomba rais, tafadhali, sipigana na wanaume wenzako, wachana na watoto.